kuinuka, hamna pupu. Ukitaka kula pupu, kula hapa umalize. Kisha enda kule, unakutana na urojorojo. Sijajua ni urojorojo wamepika namna gani. Siniulize maana sijafika. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema utumie ulimi wako kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ukisoma kitabu cha Yakobo, nafikiri ni sura ya 3 mstari nafikiri ni wa 5. Nafikiri ni wa 5 na wa 6. Inasema ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo. Ili kuna mtu amepaona, kwanza nisome. Yakobo ni sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Tasoma Yakobo 3 mstari wa 5 na wa 6. Ndio. Hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa. Hapo mtumishi wa Mungu, weka hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini ni kama moto, ni kama chai ya moto. Maana njiti moja ina uwezo wa kuteketeza msitu mzima. Ndivyo ulimi ulivyo. Ulimi una uwezo wa kutawanya kanisa. Ulimi una uwezo wa kutawanya kundi. Ulimi una uwezo wa kutawanya kwaya ikawa haielewani. Ulimi una uwezo wa kufarakanisha familia, mke na mume wakatengana. Sio kwamba walikuwa hawapendani. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana hata ukifuatilia chanzo cha pachana, sio kwamba ni kitu kikubwa kama ulimi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ulimi ni kiungo kidogo sana. Ulimi ni kiungo ambacho hata ukitafuna huwezi kushiba. Hata ukishika mkononi haujali. Lakini Biblia inasema ni kama chara ya moto ambayo inaweza kuteketeza. Pole sema. Haleluya. Amen. Sio kama